Ndugu wananchi, watazamaji na wasikilizaji, tumeshamaliza kipindi chetu cha kwanza cha mada yetu ya kwanza. Mada yetu ya kwanza ilikuwa inahusu siasa, na tunaendelea nayo katika kipindi hiki cha pili. Kwa hiyo ningeomba kila mmoja ajaribu kuhakikisha kwamba anafuata na anaona kwamba anaendelea vizuri. Mimi sasa hivi tunaingia katika kipengele cha 5, na kipengele hiki kinazungumzia wanasiasa na siasa. Kama tulivyoona wakati wa kuzungumzia vyama vya siasa katika kipengele namba 3, chama cha siasa kiwe kikubwa au kidogo kinaundwa na wahusika wa lengo la kushika madaraka ya dola. Hivyo kila mwanasiasa anakuwa na lengo la wakati fulani kushika wadhifa fulani katika uongozi wa nchi. Pia kama tulivyoona wakati wa kuzungumzia mbinu na njama zinazotumiwa na wanasiasa kuteka au kubadili mawazo ya wananchi katika jamii, hicho kilikuwa ni kitengo kama tulivyoona katika kuzungumzia njama za wanasiasa katika kuteka mawazo ya wananchi katika jamii. Tuliona kuwa katika jamii yoyote, hata zile zilizoendelea kiuchumi na kijamii, tunakuta makundi manne ya wananchi kuhusiana na mtazamo wao wa siasa. Kundi la kwanza, wasiojali siasa. Kundi la pili, mashabiki wa vyama lakini wasiojali uongozi. Kundi la tatu, wenye tamaa ya uongozi, na kundi la 4, wenye vipaji na uwezo wa kuongoza. Hivyo tunapozungumzia wanasiasa, tunaona kuwa kuna aina mbili za wanasiasa. Aina ya kwanza ni wenye tamaa ya kutawala, na aina ya pili ni wenye uwezo na vipaji vya kutawala. Mtaalamu wa siasa Robert A. Dahill, tuliyekwisha muona huko nyuma, katika kitabu chake kiitwacho Modern Political Analysis, akichambua mawazo ya wataalamu wa Ugiriki ya zamani kama vile Socrates, Plato, Thrasymachus na baadaye Hobbes, anasema kuwa wataalamu hawa wamependekeza kuwa kuna sababu kama 2 zinazosukuma baadhi ya watu kutamani kuhodhi madaraka. Madaraka katika Kiingereza naitwa power. Nazo sababu hizo ni kama hizi zifuatazo. Sababu ya kwanza, ili waweze kusaidia nchi zao na watu wake
kufanikisha maendeleo yao. Na sababu ya pili, ili waweze kutimiza malengo yao binafsi. Malengo binafsi kwa mfano kama vile kuheshimiwa, kujulikana, usalama wao au kupendwa na kupata mali na kadhalika. Hata hivyo, wote wanakubaliana kuwa ni vigumu mtu kuweza kusukumwa na sababu moja tu au wote kuwa na sababu zinazofanana. Pia wote wanakubaliana kuwa ni vigumu wananchi kutambua ni yupi aliye na dhamira ya kutumikia nchi yake na ni yupi aliye na dhamira ya ubinafsi. Hata hivyo, wote wanakubaliana kuwa ni rahisi kutambua tofauti kati ya aina hizo mbili kwa kuzingatia utendaji kazi wao wanapochukua uongozi wa dola. Kwa hiyo unaweza ukawatambua baada ya kuchukua madaraka, baada ya kuwachagua wameanza kazi. Wataalamu hasa James D. Barber akinukuliwa na Dahil wanatambua mitindo minne ya utendaji kazi wa watawala, hasa kwa mfano kama tunazungumza marais. Mtindo wa kwanza au aina ya kwanza ya watawala ni yule mtawala yule mwenye uelekeo wa mchapakazi. Kiongozi wa aina hii anakuwa ni mtu mwenye mawazo mapana ya maendeleo, ni mchapakazi na anahimiza waliomzunguka wachape kazi ili kuleta maendeleo. Pia aina hii ya mtawala hupokea vichocheo au vijembe mbalimbali vya upinzani kwa amani na furaha bila kukata tamaa. Aina ya pili ya watawala ni yule mwenye uelekeo wa kifalme. Sasa kiongozi wa aina hii hupenda sifa na raha bila kujishughulisha na matatizo ya wananchi na hata raha zao. Yeye anakuwa kama mtazamaji tu wa yale yanayojitokeza katika nchi yake bila kujishughulisha na chochote. Mtawala namba 3 ni yule mwenye bidii ya kazi ya hali ya juu, asiyependa makuu na asiyependa maneno mengi ya ulaghai, lakini mwenye kukatishwa tamaa na vijembe au vichocheo vya wapinzani. Mtawala namba 4 ni yule asiyependa wala kujali kazi yake. Kiongozi wa aina hii ni kama vile ameteuliwa bila ridhaa yake, hivyo anafanya kazi yake bila kujali na kwa masikitiko na hasira. Ni wazi kuwa aina ya mtawala anayefaa ni kundi
namba 1 na namba 3, kwani wanaonyesha juhudi ya kujituma katika kazi na wako tayari kuhimiza wengine watekeleze wajibu wao. Hata hivyo, tofauti kubwa kati ya aina hizo mbili za watawala ni uhimili wao wa vijembe vya wapinzani. Ndugu wananchi, wasikilizaji na watazamaji, tumefikia mwisho wa mada yetu ya kwanza ambayo ni siasa. Sasa tuendelee na kipindi hiki cha pili tukigusia mada ya pili ambayo ni demokrasia. Sasa katika kuzungumzia mada hii ya demokrasia, tuanze na kujiuliza maana ya demokrasia. Neno hili demokrasia linatumika sana katika siasa, na mara nyingi tunasikia watu wakisema kuwa demokrasia imetekwa na serikali au imekiukwa. Tunasikia mara kwa mara ukiukwaji wa demokrasia ya vyombo vya habari, vyama vya siasa, haki za wananchi, kwa mfano katika swala la ushoga na kadhalika. Mara kwa mara tunasikia nchi za Ulaya na Marekani wanalaumu nchi zinazoendelea kuwa zinakiuka au kuvunja misingi ya demokrasia katika mambo mbalimbali katika nchi zao, kama vile mambo ya uchaguzi wa serikali, utungaji wa sheria mbalimbali katika nchi, ukamataji wa wapinzani wa serikali katika nchi hizo na kadhalika. Tumesikia na kushuhudia nchi hizo za Ulaya na Marekani zikijihusisha katika kupindua serikali halali katika nchi zinazoendelea na kuua viongozi wa nchi hizo kwa madai ya nchi hizo kukiuka au kuvunja misingi ya demokrasia. Kwa mfano huko Iraq, Syria, Libya, Misri, Sudan na kadhalika. Inafaa sasa tujiulize, neno hili demokrasia ni nini hasa? Pia tujiulize, je, demokrasia inayozungumzwa na wazungu ndiyo ile ile tunayoizungumzia sisi katika nchi zetu hizi changa zinazoendelea, au kuna tofauti? Je, utekelezaji wa demokrasia katika nchi mbalimbali na tamaduni mbalimbali ni lazima ufanane? Maswali haya na mengine yanahitaji maelezo ya kuridhisha, ingawa siyo ya kutosha kabisa, maana mambo mapya yanazuka kila wakati na kudai maelezo wakati huo. Mtaalamu mmoja, Robert A. Dahill,
ambaye tumeisha kutana naye huko nyuma katika kitabu chake kiitwacho Modern Political Analysis. Modern Political Analysis anafafanua neno demokrasia kuwa na nukuu. Anasema ni mfumo wa siasa ambao kwa kiasi kikubwa unatoa fursa ya ushiriki wa wananchi, watu wazima katika maamuzi. Mwisho wa kunukuu. Na naomba nirudie. Anasema demokrasia ni mfumo wa siasa ambao kwa kiasi kikubwa unatoa fursa ya ushiriki wa wananchi, watu wazima katika uamuzi. Mwisho wa kunukuu. Kufuatana na ufafanuzi huu, tunaona kuwa kuna maneno makuu matatu ambayo yanaonyesha mfumo huu wa siasa kuwa ni wa kipekee. Maneno hayo ni pamoja na haya: A, kutoa fursa; B, ushiriki wa wananchi, watu wazima; na C, mfumo wa siasa. Mfumo wa siasa. Kuhusu kipengele A, katika mfumo wa demokrasia, mwananchi hana haja ya kudai haki zake kwa nguvu. Haki hizo zinakuwa ni za kudumu na za kisheria na kiasili. Tunapozungumza kiasili, yani natural rights. Hivyo utawala wowote wa chama chochote cha siasa unaokuwa madarakani unajua na kuongozwa na katiba ya nchi katika kutoa haki kwa wananchi. Katika kipengele B kinaonyesha kuwa mambo yote, shughuli zote na vitendo vyote vinavyofanywa na serikali iliyo madarakani vinafanywa kwa ridhaa ya wananchi baada ya kutoa maoni yao kwa namna moja au nyingine kufuatana na katiba ya nchi husika. Kuhusu kipengele C, tumeisha zungumzia maneno haya, ila kwa kukumbushana tafsiri yake, inasema hivi, yaani tunataka kuzungumzia mfumo wa siasa. Mfumo wa siasa tuliona kwamba ni mahusiano yoyote yenye mwelekeo wa kudumu wa matumizi ya nguvu, amri na sheria ndani yake. Kufuatana na ufafanuzi huu, ni wazi kuwa licha ya ushirikishwaji wa wananchi, bado kuna matumizi ya nguvu na amri katika mfumo huu wa demokrasia, maadamu kuna serikali. Hii inaonyesha kuwa neno demokrasia, au tuseme matumizi yake, yana mpaka
na pia yanatofautiana kati ya nchi na nchi na tamaduni na tamaduni. Hivyo kwa kifupi, tunaweza kusema kwa uhakika kuwa hakuna mahala popote penye demokrasia kamili ulimwenguni. Hii inathibitishwa na mtaalamu wa kale katika siasa aitwaye Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ambaye aliishi miaka ya 1712 mpaka 1778 na alikuwa ni Mfaransa. Na katika kitabu chake kiitwacho The Social Contract, na kama kilivyotafsiriwa na mtaalamu mwingine Maurice Cranston mwaka 1968. Mtaalamu huyo, yani Jean-Jacques Rousseau, anasema kuwa kungekuwepo na taifa la miungu lingeweza kujitawala lenyewe kidemokrasia. Serikali iliyo kamilifu kiasi hicho haifai kwa binadamu. Narudia tena na nukuu, anasema na nukuu, kungekuwepo na taifa la miungu lingeweza kujitawala lenyewe kidemokrasia. Serikali iliyo kamilifu kiasi hicho haifai kwa binadamu. Mwisho wa kunukuu. Nadhani umeipata. Sababu za serikali kama hiyo, yaani ya kidemokrasia, kutofaa kwa binadamu tumeishaziona tulipozungumzia madaraka na mamlaka ya serikali katika kusuluhisha migogoro na kusimamia haki. Hiki kilikuwa ni kipengele namba 2 katika kipindi chetu cha kwanza. Nazo hasa zinatokana na ubinafsi na uroho wa binadamu. Zinatokana na ubinafsi na uroho wa binadamu. Sasa maadamu tumeona kwamba hakuna demokrasia ya aina moja, bila shaka zinatofautiana kufuatana na nchi na nchi, tamaduni na tamaduni. Sasa tuone aina hizo za demokrasia. Je, kuna aina ngapi za demokrasia? Kila nchi duniani inajigamba kuendesha mambo yake kwa njia ya kidemokrasia, na hata nyingine zinadiriki kujiita nchi za kidemokrasia. Kwa mfano, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kila mmoja nadhani anaifahamu, ingawa tunasikia na kushuhudia migogoro mingi ya kisiasa na kijamii
katika nchi kama hizo. Pia nchi za Ulaya na Marekani zinazochukuliwa kama wakongwe na watetezi wa demokrasia, nazo tunashuhudia kunyanyasa na kubagua wakimbizi na wahamiaji waliokimbilia katika nchi hizo. Je, kitendo kama hicho kinaonyesha demokrasia? Pia tunashuhudia ubaguzi wa Wamarekani weusi huko Marekani. Je, kitendo hicho kinaonyesha Marekani kuweko na demokrasia? Pia hivi karibuni tumeshuhudia mgombea wa urais wa Marekani Donald Trump akijigamba kuwanyanyasa wanawake, kuwabagua wahamiaji na Waislamu, lakini ndiye alipata urais wa nchi. Je, nchi ya Marekani ni nchi ya kidemokrasia? Mtaalamu mmoja Macpherson, ambaye tumesha kutana naye huko nyuma, katika kitabu chake kiitwacho The Real World of Democracy, The Real World of Democracy, alichokiandika mwaka 1966, anapambanua aina 3 za demokrasia. Anapambanua aina 3 za demokrasia. Aina ya kwanza anaita ni demokrasia ya kiliberali. Demokrasia ya kiliberali, katika Kiingereza inaitwa liberal democracy. Liberal democracy. Katika ufafanuzi wa aina hii ya demokrasia, mtaalamu huyu kwanza anaeleza chimbuko au asili ya demokrasia aina hii kuwa ni fikra za kibepari. Anasema ni fikra za kibepari. Hii ndio chimbuko lake, na anasema na nanukuu, demokrasia ya kiliberali na ubepari, yaani capitalism katika Kiingereza, vinaambatana. Demokrasia ya aina hii hukutwa tu kwenye nchi zenye mfumo wa kibepari. Mwisho wa kunukuu. Naomba nirudie na naomba uiweke maanani. Anasema na nanukuu, demokrasia ya kiliberali na ubepari, yaani capitalism, vinaambatana. Demokrasia ya aina hii hukutwa tu kwenye nchi zenye mfumo wa kibepari. Mwisho wa kunukuu. Sasa huu mfumo wa kibepari wakati mwingine tutakuja kukutana nao, lakini kwa maneno mengine. Kwa hiyo kuna maneno mengine ambayo yanatumika badala ya mfumo wa kibepari, na maneno hayo ni kama haya: uchumi wa soko au jamii ya mfumo wa soko. Kwa hiyo wakati mwingine tukikutana na maneno hayo ya uchumi wa soko au
jamii ya mfumo wa soko, ujue tunazungumzia mfumo wa kibepari. Mtaalamu huyu akizungumzia athari hasi za aina hii ya kidemokrasia, anasema na nanukuu, hizi ni athari hasi, yani negative kabisa. Anasema hivi na nanukuu, jamii ya mfumo huu wa soko au jamii ya kiliberali inahalalishwa kwa msingi kwamba inaongeza kwa kiasi kikubwa manufaa au faida. Hivyo ni mpangilio au utaratibu unaowezesha watu kupata malipo au kupata mahitaji yao kwa kutumia jitihada kidogo. Mwisho wa kunukuu. Naomba nirudie hilo, na naomba tuizingatie. Mtaalamu huyu akizungumzia athari hasi za aina hii ya demokrasia, yani demokrasia ya kiliberali, anasema hivi: jamii ya mfumo huu wa soko au jamii ya kiliberali inahalalishwa kwa msingi kwamba inaongeza kwa kiasi kikubwa manufaa au faida. Hivyo ni mpangilio au utaratibu unaowezesha watu kupata malipo au kupata mahitaji yao kwa kutumia jitihada kidogo. Mwisho wa kunukuu. Anaendelea kusema kuwa na nanukuu, hii haishangazi, kwani wana uchumi na wana nadharia waliokuja nyuma yao waliamini mno mfumo wa soko la kibepari unaoruhusu watu kutothamini kazi ila tu pale wanapopata faida au tuzo. Naomba nirudie na naomba uikamate vizuri. Naomba nirudie. Hii haishangazi, kwani wana uchumi na wana nadharia waliokuja nyuma yao waliamini mno mfumo wa soko la kibepari unaoruhusu watu kutothamini kazi ila tu pale wanapopata faida au tuzo. Mwisho wa kunukuu. Jambo kubwa hapa ni kwamba katika mfumo wa soko au katika jamii ya kibepari watu hawafanyi kazi ila kwa malipo, na ni mfumo wa walio nacho na wasiokuwa nacho, na hivyo ni mfumo wa kitabaka.
Kuna baadhi ya watu wanaodhani kuwa katika aina hii ya demokrasia hakuna matumizi ya nguvu na sheria. Badala yake eti watu wana uhuru mkubwa ukilinganisha na aina nyingine za demokrasia. Lakini mtaalamu huyu Macpherson anakanusha hilo kwa kusema kuwa na nukuu, demokrasia ya kiliberali sawa kama mfumo mwingine wa siasa ni mfumo wa matumizi ya nguvu, lakini ukilinganisha na mfumo mwingine, mfumo huu unatumia nguvu maradufu. Nadhani umeipata. Hali hii katika mfumo wa demokrasia inatokana na jamii kugawanyika katika matabaka ambayo yanatumia nguvu kati yao, na hivyo kuhitaji nguvu za ziada kutoka serikalini. Mtaalamu huyu Macpherson anasisitiza kuwa na nukuu, ni pale penye matumizi ya nguvu panapohitaji nguvu za dola. Yale mahusiano yaliyo na mfumo wa matumizi ya nguvu ndani yake yanahitaji nguvu za ziada ili kuleta utulivu na amani. Mwisho wa kunukuu. Sasa tuzungumzie aina ya pili ya demokrasia. Hii inaitwa demokrasia ya kisosialisti. Demokrasia ya kisosialisti au katika Kiingereza inaitwa socialist au all communist democracy. Kuna tofauti kubwa 4 kati ya aina hii ya demokrasia na ile ya kiliberali. Tofauti ya kwanza ni matabaka katika jamii. Aina hii ya demokrasia, yaani demokrasia ya kisosialisti, aina hii ya demokrasia haina matabaka ya wale walio nacho na wasiokuwa nacho. Watu wote katika jamii ni sawa, yaani ni equal katika Kiingereza. Tofauti ya pili ni kufanya kazi. Katika aina hii, kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi lazima afanye kazi kwa uwezo wake wote kwa faida ya wote. Tofauti ya tatu ni mgawanyo wa mapato au matunda ya nguvu zao. Kila mtu anapata kufuatana na mahitaji yake, sio kufuatana na uwezo wake kama ilivyo katika mfumo wa kibepari. Tofauti ya 4 ni vyama vya siasa. Katika aina hii ya demokrasia tunakuta mfumo wa chama kimoja cha siasa, yaani katika Kiingereza inaitwa one party system, badala ya vyama vingi vya siasa kama ilivyo katika demokrasia ya kiliberali. Ingawa wataalamu wa nchi za kibepari wanakataa kuwa kuna demokrasia katika nchi za kisosialisti zenye mfumo wa chama kimoja,
Lakini mtaalamu huyu Macpherson anasema kuwa inawezekana kuwa ndani ya nchi yenye chama kimoja cha siasa kukawepo na demokrasia iwapo kuna mambo yafuatayo. Kama kuna demokrasia ndani ya chama hicho. B, kama wanachama uko wazi kwa kila mmoja. C, ikiwa ushiriki wa wananchi katika chama hauna vipingamizi. Mambo kama hayo matatu yapo, basi demokrasia inakuwepo ndani ya chama kimoja cha siasa. Kwa ujumla, anasema kuwa na nukuu, jambo kubwa katika aina hii ya demokrasia ni kwamba inatekeleza lile wazo la asili au la msingi la usawa wa binadamu, ambamo katika jamii hakupaswi kuwepo na tabaka moja linaloyakandamiza matabaka mengine. Mwisho wa kunukuu. Nadhani umeipata. Na hivyo ndivyo ilivyo katika jamii hii ya kisosialisti. Tuangalie aina ya tatu ya demokrasia. Mtaalamu huyu anasema aina ya tatu ya demokrasia ni demokrasia ya ulimwengu wa tatu. Demokrasia ya ulimwengu wa tatu, yaani third world democracy. Third world democracy. Hizi ni nchi ambazo zimekuwa chini ya ukoloni wa nchi za magharibi ambazo ni za kibepari. Jina jingine la nchi hizi za ulimwengu wa tatu ni nchi zinazoendelea. Zinaitwa nchi zinazoendelea. Nchi hizi zinapigana kufa na kupona kufanikisha mambo makuu mawili. Zinapigana kufanikisha haja ya kujenga na kupanua uchumi ili kuleta maendeleo ya kisasa. Kawaida ya nchi hizi zilizokuwa makoloni, uchumi wake unakuwa ni tegemezi. Pia miundombinu yote inakuwa ya chini ya kiwango. Huduma za jamii zinakuwa hafifu na za ubaguzi na kadhalika. Hivyo taifa jipya linakuwa na haja kubwa kubadili hali hii ili kujenga uchumi wa kisasa, yaani maendeleo ya kisasa. B, nchi hizi zinapigana kufa na kupona kujenga, kuwa na haja ya kujenga utaifa badala ya ukabila, ukoo, udini na ubinafsi. Ujenzi wa utaifa miongoni mwa wananchi unajenga na kuimarisha umoja na mshikamano badala ya kuwa katika vikundi vidogo vidogo vya kikabila na kiukoo ambavyo vinaweza kuleta
ushindani miongoni mwao na hivyo kudumaza ujenzi wa maendeleo ya nchi na hatimaye kujenga jamii yenye matabaka. Tukumbuke kuwa wakoloni walijaribu kugeuza nchi zetu ili zizingatie mila na desturi za kwao, na kwamba baadhi ya watu hasa wasomi walipokea maadili hayo mageni kwa hamu ili kutaka kuwa kama hao wenzetu, lakini misingi ya kuwa hivyo haikuwekwa. Hasa walijenga matabaka miongoni mwa nchi hizo. Sasa baada ya kujitawala, viongozi waligundua kuwa jamii zetu zisingeweza kupiga hatua ya maendeleo kwa kuzingatia au kuiga misingi ya kibepari. Hivyo ilionekana kuwa ni muhimu kuzingatia mila na desturi za asili yetu ambazo ziliheshimu kuishi pamoja na kufanya kazi pamoja na kugawana kile kinachopatikana kwa kutegemea mahitaji ya mtu. Katika hali kama hii, hapakuwepo na tabaka, wote walikuwa sawa. Hapakuwepo na mgawanyiko wa matabaka. Katika mtaalamu huyu wa siasa, yani Macpherson, anasema kuwa na nukuu, hii hasa ndiyo iliyokuwa demokrasia ya asili kabla ya ile ya kiliberali, na mwisho wa kunukuu. Na anasema kuwa na nukuu,